Samahani, nilikuwa shida kuongea na wewe. Sasa niko busy kidogo, naomba niache. Babe, nisikilize mzee kidogo. Naomba ni najua nilichokifanya nimekukwaza. So samahani. Ini hapa nyumbani napika chakula kwa ajili yako. Samahani ndio naomba ni message. Naomba nisikilize. Sasa hizi siko vizuri, naomba niache. Naomba nije basi. Ona mchawi huyo. Ona mchawi huyo. Usije, nitakupigia. Sawa, naomba. Adila inaisha tu si muda wote baby. Mambo mengi wewe. Sio mambo mengi, ndio maana nimemwambia nitamtafuta baadaye. Kwa hiyo nimekata simu kwa ajili tu enjoy. Kwa hiyo tunarudia au tunaisha hapa? Kwa hiyo tuvute nguvu tunaelewa. Na enjoy sana. Zile vimeseji na vikopa kopa ndo ulivyoteka tu nikwambie, baada ya kunipa ndo ukanivuruga mazima. Niko peke yangu nilijivunia kwa yale makisi aminia, baada ya kupata ulichokijia ukazima kimya kimya. Safi mambo. Poa mzima. Mimi mzima sijui. Niko poa kabisa. Sasa unajua ni nikanyumba nikasema nimechoka hata nikasema nikapumzika ile kwa mpenzi wangu. Usiniambie. Kweli. Umechoka sana? Wewe acha tu nimechoka yani. Na nilikuona pale msibani. Acha tu. Cha kwanza mimi nimefurahi kuona umefika hapa. Na nilikuwa natamani uingie ndani kwa upumzike. Lakini dada yako hajukutana naye? Hapana, sijamwona dada. Katoka sasa hivi hapa kwa kapatikana na mtu ambaye wakuweza kusafisha mwili yule mama. Kwa hiyo leo hii tunazika. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Uende nyumbani ukabadilishe nguo zako na mimi nitoke hapa tukutane kule msibani. Tukishazika tutaongozana tutarudi hapa nyumbani. Kweli? Unahidi kwa kitu? Ndio. Kweli. Sima ndio bwana kupendaga. Sasa baadaye. Baadaye. Zile vimeseji na vikopa kopa ndo ulivyoteka tu nikwambie, baada ya kunipa ndo ukanivuruga mazima. Una mchawi huyo, usiku analoga mchana. Na mwanzo na mwisho. Nauma sana. Nyamaza. Mamangu kalogwa jamani. Mamangu hajamaliza ukimwi. Sielewi siku ya kifo changu itakavyokuwa. Atanichukua mwanadamu selewi, atanichukua ama Mungu selewi, atanichukua mwanadamu selewi. Maana niko gizani, natamani nifahamu kesho yangu, maana ulimwengu unaniandama. Nimeamini bundi anatumwa, mchawi mtu. Ona gizani, ona mchawi huyo gizani, usiku analoga mchana. Ona gizani, ona mchawi huyo gizani. Niko peke yangu nilijivunia kwa yale makisi aminia, baada ya kupata ulichokijia ukazima kimya kimya. Umempata sasa kaposta aliyempenda, alifuata nini kwako? Kama litaji fedha ungempa angeenda kuliko kuutesa moyo wako. Kidudu mapenzi kitatua, kidudu mapenzi kitatua, kidudu mapenzi kitatua, kidudu mapenzi kitatua. Bibi, mbona nimekuletea chakula kama nilivyokuahidi? Hivyo wewe mara mwisho tumeongea mimi na wewe nilikwambiaje? Silete chakula na rasmi. Sasa kwa nini umekuja?
hisia zangu zimefanya nije hapa. Umempata sasa kaposta aliyependa, alifanya nini kwa Ondoka. Kama nitaji fedha ungempangeenda kuliko kutesa moyo wako. Nimeaso mbali nimetoka na jasho lanitililika. Unaondoka mbona mpango hujafunga? Unajua hapa kijini yani katika mwanamke ulichokifanya kizuri, wewe ni bonge la mwanamke. Kwa mapenzi ulinipo ndani. Burudani. Enjoy lakini. Sana. Wewe unaweza. Kweli? Sasa ndani kuhakikishia kitu kimoja. Mimi wewe nakupenda na sikuachi. Kidudu mapenzi kitatua. Umesikia? Ile hela uliotoa humu ndani. Sasa imebaki 2500. Jitahidi kwenye misiba wewe unatoa kwa sababu unajua kabisa misiba hapo inavyojitoka nyinyi mnakuwa nyuma. Ile hela ulionipa ndani ile, jitahidi. Sawa. Umeelewa vizuri? Sawa, shimini. First of all, tenda. Mke wangu. Nini unakifanya? What did you do? What did you concealing from me? Kwa sababu mimi mlevi. Hebu subiri kwanza mume wangu. Shemeji alifika hapa, mimi nilikuwa ndani, nilikuwa nataka nikaoge. Akagonga mlango, nikamwambia karibu ndani. Akaingia akasema shemu, nachangisha unga wa msibani na hela shilingi 2500 nikamwambia shemeji. Hivyo. Kwa sasa ndo nimempa hapa, nilikuwa namsindikiza hapa. Hata usifikirie mume wangu vibaya. Acheni kunifanya mimi mjinga. Sie kwanza bora nimekutana na wewe hapa. Maana saa hizi ninapokutana na wewe hapa, tumebahatika kumpata mtu ambaye anaweza akauandaa mwili wa marehemu na uenda leo hii utafanya haya mazishi. Basi sawa. Ngoja na mimi nikajiandae. Wewe nitatokea. Basi hamna shida. Tujitahidi bado tujitokeze. Haya matatizo hayapo. Tunajua kufuata mkumbo sometimes kunasababisha vitu vingine visiende. Kwa sababu leo unaweza kufuata mkumbo kama wengine. Nakaa nyumbani, siende kushiriki mazishi. Unarudi nyumbani kukukuta. Wenda sio kifo, oma katika familia yako. Watu washinde kukusaidia. Kweli, basi ngoja kwa nikajiandae nikamwangalia na mwenzangu pale afu tutatokea. Au sio? Uje na shemeji bwana, nyinyi wanawake mna nguvu kubwa, mshawishi uje naye basi. Sawa? Sawa. Kuhusu shemeji yako tutaongea. Fanya uje naye bwana. Sawa, tutaongea. Nimeona from long time ago. Mkule. Nawaona tu. Na wazungu. Hapana mume wangu, utakuwa umeelewa vibaya. Nisikize kitu kimoja. Wewe mpaka ulipokuja kulewa ina maana kwamba unaona. Sio, umenielewa vizuri? Macho yako vizuri kabisa naona. Lakini kwa hili usinifikirie vibaya. Mimi nimekuja hapa na daftari la michango. Na ndani kusisitiza kitu kimoja. Jitahidi kutoa michango. Wewe misiba mingi sana wewe na mke wako mko tofauti sana, mtoi. Mimi naondoka. Na wadai 2500. Ama kweli. Jitahidi ile baki. Sisi kujua alikula kakusha. Subiri. Wewe. Nisikize kitu kimoja. Usizani kwamba sisi wote ni walevi. Hapa mimi nilikuja kwa ajili ya jambo moja tu, kuchangisha michango. Umenielewa vizuri? Sasa haya unayotaka wewe, utakuja kuniona mimi mbaya na nitakupeleka kuzimu. Sawa. Mjinga mkubwa wewe. Usirudie. Mimi sina nguvu ya kukudhibiti wewe. Lakini nina damu kali sana itakaye kutafuna. So umekwea bless. Utaona nini mimi nakufanyia wewe. Sawa. No problem. Mke wangu. Nini sasa unakifanya? Nimekubali kabisa kuingia kwenye shimo ambao umelitumbukiza. Nataka watumbukize na wengine. Nimeaso mbali nimetoka na jasho lanitililika. Maana niko gizani natamani. Sasa hizi. Safi bale sasa hivi. Safi. Tumenikabidhi hii begi.
na ile kazi ulinituma nimeifanya vizuri, lakini sasa kwa jinsi hali ilivyo inabidi tufanye mazishi leo kwa muda huu. Sasa hapo kama jinsi ambavyo unatuona tulivyo, tuko sisi tu. Sasa sijui tunawezaje kumpeleka huko na kwenda kumzika. Inabidi twende tukamzike hivyo hivyo. Ndio tukasubiri watu, lakini watu wasifike kwa wanachelewa na hali kazidi kuwa mbaya. Mbali nimetoka na jasho lanitililika. Mbali nimetoka sana tu. Sasa mimi nimekuja taarifa kwa kule msibani mtu wa kumwandaa yule mama kwa ajili ya mazishi ampatikana. Kwa hiyo nilikuwa naomba ujiandae basi tukashiriki. Sina hiyo hata. Kwa hiyo nimekupitia twende. Sawa. Vipi unaumwa? Sawa. Lakini kitu kingine hapa ambacho kinaleta ugumu mpaka saa hizi, hakuna sehemu aina yote ambayo imechimbwa kaburi. Kwa sababu nilivyofuata vijana, lengo tuwafuata tukachimba kule kaburi kwenye yale makaburi mengine, vijana wamegoma, wamesema hawataki kwenda kuchimba, hawatashiriki mazishi haya. Pia hawataki mtu ambaye amekufa kwa maradhi kama aliyekufa mama hapa akazikwe na kule kuna ndugu zao ambao wamekufa wakiwa hawana maradhi kama haya ambayo watu wamepata kiuzembe. Kwa hiyo mpaka saa hizi ninavyokuambia hakuna kaburi lilochimbwa na hatujui tunachimba sehemu gani. Ama kweli hii ni shida. Wanadamu tumefikia hatua hii kwamba tunashinda kwenda kumstiri mwenzetu kwa ajili ya maradhi. Hali kasha tutoka. Sasa tunafanya hatuwezi kupata hata sehemu nyingine ya kwenda kumstiri. Ila mimi nina wazo. Mnaonaje tukaongea kwanza na mtoto wake mmoja, atugawie hata sehemu ambayo wanamiliki. Hilo wazo zuri. Hilo wazo zuri. Hilo ni jambo zuri. Ni jambo jema. Fanya mawasiliano tupate eneo na mimi nifanye utaratibu mwingine. Tuweze kufanya kwenda kumstiri mwenzetu. Au tayari. Sema ukweli, unificha hadi mimi my dear. Unaweza kaje kuficha tayari bana. Shemu kasharekebisha. Afu subiri kwanza. Vipi ulivyoongea na shemeji yako? Yaani niliongea na shemeji, yaani safi kabisa. Sema kwamba yeye amekusamehe, mtaendelea kuishi vizuri kama mlivyokuwa awali. Sasa mbona mimi nimempigia simu amenijibu vibaya, nimempelekea chakula akanitimua, nitasimulia. Unajua mimi bila yeye siwezi. Mbona alisema tu ameisha, mkae tu vizuri, alisema mtaishi vizuri, yani ameisha kabisa, hamna shida tena. Mimi sasa kanitiumua, sasa sijui hata nafanya. Sasa nikupe ushauri cha kufanya. Wewe kwake usio unaenda kila siku, sawa? Nenda angalau kwa wiki mara moja. Hapo ndio utajua kweli anakupenda au hakupendi. Lakini uko unasema kila siku hapa, mwenzangu atakuchoka. Atakuacha. Shoga yangu mimi nikwambia tu ukweli. Mimi bora tu acha niende nikaonekana mimi nini msumbufu. Mimi yule kaka nampenda mpaka basi hata siwezi bila yeye. Yaani ikipita siku tu sijamuona, ni kichwani huko. Shoga. Utaachwa. Maana kwa bwana kila siku utaachwa mama. Au mtaka muachane? Kuachana tena. Sasa hivi utakapokuwa unaenda kila siku atakuchoka. Basi sawa, mimi nitakupa majibu. Nenda basi na nikajiandaa tena. Niko peke yangu nilijivunia kwa yale makisi aminia, baada ya kupata ulichokijia ukazima kimya. Umempata sasa kaposta aliyempenda, alifuata nini kwako? Picha linaanza eloza kuzidi, umenimisi nimekumisi pia, mambo vipi waligani?
Tifa, kwani hutaki kunielewa? Nishakwambia mara kadhaa kwa nakupenda, lakini sijui na kasoro gani au mimi sifanani na wanaume wengine. Kaka, hivi mara ngapi nikwambia kasi sikuhitaji? Mara ngapi nikwambia kana mpenzi wangu na sikupendi? Au ndaka niongee kivipi ili unielewe kasi sikuhitaji? Nalijua hilo, lakini hata mimi pia ni mwanadamu kama alivyo mtu wako. Na haijalishi kwa sababu mimi niko nakupenda na upendo wa dhati kabisa. Kile ninachokiongea namaanisha. Tambua kama Mwenyezi Mungu angekuwa na uwezo wa kumuonyesha yupi mwenye mapenzi ya dhati na wewe, basi mimi kwako ningetoka namba 1. Najua kiasi gani ninavyokupenda. Hapana. Sikupendi na sikuhitaji. Kwani mimi na kasoro gani ambayo inasababisha usinipende? Hapana, hauna kasoro yoyote, lakini moyo wangu sikupendi, nampenda mpenzi wangu, sikuhitaji wewe. Najua kuwa una mpenzi, lakini tambua hapa mimi niko na wewe, lakini ujue mpenzi wako uko anafanya kitu gani? Kwa nini hutaki kunielewa? Unasamani kiasi gani ndani ya moyo wangu? Labda nifungue moyo wangu ni utoe nikuonyeshe jinsi gani ninavyokupenda. Hapana. Ila elewa. Mpenzi wangu nampenda na siwezi kuja kumsaliti katika maisha yangu. Alafu kingine. Siku nyingine ukiniona sehemu yoyote ile, hola kunisimamisha. Sijui unanielewa na ukome kunisimamisha tena. Niko peke yangu nilijivunia. Sawa. Sababu tuko wawili tu hapa. Ndio. Tuongeze nguvu. Nimeamini bundi anatumwa mchawi mtu. Ona gizani. Ona mchawi huyo gizani. Usiku analoga mchana. Ona gizani. Ona mchawi huyo gizani. Ona gizani. Ona mchawi huyo gizani. Usiku analoga. Naam baba. Alo. Hiyo. Mali yako? Wapi? Aha. Fanya haraka njoo hapa msibani. Ubebe na vifaa vifuatavyo. Chukua jembe. Sawa. Sululu. Chepe. Napanga nibebe? Upanga pia ndio upanga muhimu sana. Chukua na huo upanga. Pengine kukutana na vimiti pale kwa inasumbua. Sawa, nakuja. Sasa hivi tu. Nimeamini bundi anatumwa mchawi mtu. Ona gizani. Ona mchawi huyo gizani. Usiku analoga mchana. Ona gizani. Ona mchawi huyo gizani. Chafanya mawasiliano tumeshaongeza nguvu anakuja. Sasa fanya kitu kimoja. Wewe ongea na wewe mwanae. Hii sehemu gani tujue tunakufanyaje? Kuchimba au akifika mwenyewe tunaenda kufanyaje? Kuchimba nao. Basi sawa, ni shida. Nimeamini bundi anatumwa mchawi mtu. Ona gizani. So mbali nimetoka na jasho lanitililika. Wewe sinakuita wewe. Roho yangu ipo. Tell me. Sasa sikia. Mimi hapa nyumbani naondoka. Kwa hiyo kuvunda alena ubani. Nikupe nini wewe? Unataka tena uende kwa mjinga mwenzako? Na maana ndani amjamaliza, si ndio? Mimi naondoka hapa nyumbani naelekea msibani. Msibani? Nani kaondoka huyo? Nani kaaga mashindano? Mama Johnson kule amefariki. Mama Johnson. Amefariki. Amefariki? Nini tena mpata na ajali nini? Sio kwamba ampata ajali. Sasa ujikalisha na mapombe yako hayo. Amefariki kupitia mahoma tuliyokuwa nayo. Sasa uendelee kulea mapombe yako hayo na wewe jiandae kufa. Unajua kwa utakufa naye mahoma tuliyokuwa nayo. Wewe jizidi kulewa hivyo hivyo.
Mimi naenda. Sawa. Mama Johnson ya sikulungwa sipanganya. Amekufa. Haya magonjwa tunaona haya tunapukutika. Ngoja tu nikae zangu ndani. Maiti notembea. Ulimwengu unaniandama. Nimeamini bundi anatumwa mchawi mtu. Ona. Ana, sisi tumepambana vya kutosha ili kupata eneo la kumstiri mama yako, lakini imeshindikana. Kwa hiyo kama kuna eneo ambalo mnalimiliki, tunaomba ukatuonyeshe ili tuweze kumstiri mama yako. Ina maana kijiji wamenitenga hadi mimi. Wamenishindwa kumstiri mama yangu. Kisa tu mama yangu kafariki kwa ugonjwa wa ukimwi. Sawa. Kuna shamba liko kule chini. Nitawapeleka. Mradi tu mama yangu apate sehemu ya kupumzika kwa amani. Pole Ana. Ukisikia ukubwa ndo huo, na ukubwa hauji mara mbili hata siku moja. Jikaze. Na hata pia wakumsalia naye amekataa. Wakumsalia pia hamna. Ndio. Ulimwengu unaniandama. Nimeamini bundi anatumwa mchawi mtu. Ona Gizani, ona mchawi huyo Gizani, usiku analoga mchana. Ona Gizani, ona mchawi huyo Gizani. Ona Gizani, ona mchawi huyo Gizani, usiku analoga mchana. Ulimwengu unaniandama. Nimeamini bundi anatumwa mchawi huyo Gizani. Ona Gizani, ona mchawi huyo Gizani. Nakindege tena, nakindege tena. Picha linaanza elo za kuzidi. Umenimisi nimekumisi pia. Mambo vipi waligani mpenzi ulisema. Zile vimeseji na vikopa kopa ndo ulivyoteka tu nikwambie. Baada ya kunipa ndo ukanivuruga mazima. Niko peke yangu